Bwana, basi hii hapa ni episode ya 4 tukizidi kusonga nayo katika mashine safi kabisa kitu bomba ni Kunlun Heroes na Mr. Burudani mitamboni kama kada tukizidi kabisa kuamsha popo na mashine safi kabisa kitu bomba hii hapa. Bwana, namba zangu ni zile zile cheki kupitia WhatsApp. Unanipata kama kawaida. Nita Mr. Burudani, the Jolly Voice. Kujumlisha 181588989811. Unanipata kupitia WhatsApp kama Mr. Burudani. Bwana, hapa ni 4 episode tukizidi kusonga nayo mashine safi kabisa wanaita Kunlun Heroes na Mr. Burudani Yusko DJ. Bwana, pia bila kusahau vile vile ni cheki sasa YouTube channel yangu Yusko Studio. Bwana, huko nitatoa picha zangu, nitakuwa nikipost picha zangu Yusko Studio. Itafute sasa pale YouTube, ingia search Yusko Studio, ambako huko utazipata movie zangu Mr. Burudani, the Jolly Voice. Bwana, basi subscribe sasa ili tuzidi kusonga mbele, ili tuzidi kuchana mawimbi, tuzidi kuburudisha zaidi na zaidi, au sio? Bwana, ya kwetu hii hapa episode ya 4 na Mr. Burudani mitamboni kama kada tukizidi kabisa kusonga mbele. Tukaianza mashine safi wanaita mashujaa wa Kunlun. Ya kwetu hii hapa. Bwana, tuanzie hapa. Basi jamaa ilibidi awaelezee ya kwamba hawa ni watu kutokea katika 19 Division kutoka katika mji wa Xiantan. Vipi, nyinyi mnamfahamu mtu ambaye anaitwa Mo Xianlei? Kwa kuwa hao wanatokea katika kikundi cha 19, itakuwa wanamfahamu kwa kuwa ni kapteni wao. Anaambia ndio, huyu ni kapteni wetu, kawatumeni kutusaidia, si ndio? Itakuwa nyinyi ni watu aliowatuma kutusaidia, si ndio? Anaambia wengine wako wapi? Nini tena? Nyie mjatumwa kutusaidia? Jamaa kacheki. Oya, hapo mbavu inabidi wafungwe moja kwa moja. Anaambia kamateni hao. Mtakuwa mmekosea eti. Anaambia itakuwa mmekosea eti. Sisi sio watu ambao mnatafuta. Bwana, sasa upande wa pili kamandani ilibidi apige simu makao makuu. Anaambia vipi? Anaambia ndio. Beiyan. Vipi tena, kuna tatizo gani? Najua kwamba mambo sasa hivi ni makubwa huko. Anaambia kamanda, kuna watu ambao tumewakamata 3 ambao wamekimbia vitani. Anaambia vipi? Si wauawe moja kwa moja? Anaambia mtu mmoja baadhi ya watu hao 3 au mmoja baadhi ya watu hao 3 ni Mo Xianlei. Kijana yule ambao uliniambia kwamba nipate kuweza kumtembelea na pia kama kuna chochote kile tuweze kuongea. Kijana huyo ni mtoto wa Mr. Mo. Anaambia haijalishi background yake ni ipi, lakini kama amekimbia vitani na pia kukimbia, hiyo inaonyesha kabisa kwamba kijana huyu hafai. Anaambia itabidi auawe moja kwa moja. Oda hiyo isemekana kwamba mimi ndo nimetoa kama ndali. Anaambia mheshimiwa, anaambia Mo Xianlei, unajua kabisa, najua kabisa kwamba wewe unamfahamu ni mtu aina gani. Hata hivyo pia mtu ambaye hawezi kusaliti ndugu zake, kaka zake, kutoa majina yao na ili yeye tu apate kuweza kuwa, ili yeye apate kuweza kuishi. Nadhani kabisa kwamba unaona personality yake vizuri. Yaani unaweza ukaona ni mtu aina gani. Hivi kweli mtu kama huyu kweli anaweza akakimbia vitani? Naona kabisa kwamba kulikuwa kuna sababu ambayo ilisababisha akakimbia vitani. Yaani akatoka vitani akaja mpaka huku. Kwa maana mtu kama huyu sio rahisi kwa upande wake kufanya kitu kama hichi. Ambia hapana, itabidi nielekee mjini nikamuombe mheshimiwa msamaha. Anaambia mwanangu, kumbuka hata nikakuacha ukaenda sasa hivi, kumbuka amri ya kijeshi ni amri ya kijeshi. Anaambia najua hivyo, kwamba kufanya hivi ni tofauti. Anaambia kumbuka mheshimiwa, najua ya kwamba hichi ninachofanya ni kinyume na kijeshi, lakini hata hivyo pia Mo Xianlei ni mtu ambaye ni upright. Anaambia hata kama nikikuacha sasa hivi ukaondoka, lakini kumbuka bado muda ni mchache sana, na inawezekana hata usifike huko yani sehemu hiyo ambako unaenda ukakuta tayari jamaa kauawa. Mheshimiwa,
Anambia haya, inatosha. Nenda kampe Kampai, kwa maana kesho asubuhi itabidi auawe. Hata hivyo pia mwambie mzee ya kwamba hata hivyo pia mwambie mzee Mr. Mo ya kwamba mwili wa mwanae nitaupeleka nyumbani kwake peke yangu. Yaani nitaupeleka mwili wa mwanae peke yangu nyumbani kwake kuonesha heshima yangu kwake. Subiri. Hata hivyo pia andaa watu na pia chakula kizuri cha kumsindikiza jamaa huko aendapo. Basi mzee alikuwa huku. Baada ya yote, kumbuka bado yeye ni baba. Kumbuka baada ya yote bado ni mwanaye kijana yule. Unaona? Mzee alikuja na memorial table ya mwanaye. Anajua kabisa kwamba kosa hili ambalo kalifanya mwanaye ni lazima kabisa ya kwamba mwisho wa siku atauawa. Maana mtu kukimbia vitani ni sawa na kuipinga amri ya kijeshi. Unawezaje kukimbia vitani wakati hujapewa oda kutoka kwa mkuu wako au kutoka kwa mkubwa wako? I say, ambia mwanangu. Ambia sio kwamba baba ni mbaya au sio kwamba baba ni mkatili kiasi hicho. Lakini muangalia wazee wetu wote hawa. Muangalie majina yao yote haya. Nani asokuwa shujaa kati yao? Wote hawa wamefia vitani, wamefia kuikomboa nchi, wamefia kuwatetea wananchi, wamefia kutetea haki za wananchi na watu wao. Lakini mambo yote haya, heshima yote hii, mwisho wa siku imekuja kuisha kama hivi. Ambia sio kwamba baba ni mkali sana kwako, lakini hichi peke yake ndo kitu unachoweza kufanya ili kuhakikisha kabisa kwamba heshima ya wazee inabaki kuwa katika sehemu ile ile. Anataka kuweka memorial ya table ya mwanae hapa. Akaona wote walioko hapa ni mashujaa na wote walioko hapa walifia vitani na wengine kufia ili kuwasaidia wananchi. Kucheki mwanae ni mtu aliokimbia vitani. Na mtu aliokimbia vitani anaambia hapana. Wewe, anaambia wewe ustahili kuwekwa hapa. Ustahili kuwekwa hapa. Alitupa memorial table sir. Mzee ni mtu ambaye anajali sana jina, uso wake, watu wanamuonaje nje. Basi upande wa pili jamaa alikuja bado kumchawishi jamaa yako ili awataje watu hao wawili, labda pengine anaweza akasamewa. Jamaa anambia hapana, mimi Mo Xianglei siwezi nikafanya kitu kama hicho kwa saliti ndugu zangu eti kisa tu nitaishi kwa muda. Anambia lakini kumbuka hii ndio njia pekee ambayo unaweza. Anambia nimesema kwamba usinifosi na pia usinifunze ni kipi cha kufanya, lakini kumbuka mimi nafanya yote haya ni kukusaidia wewe, nikutaka wewe uishi eti. Anambia nisikilize vizuri. Kumbuka mimi ni nani, na kumbuka mimi ni Mo Xianglei. Mo Xianglei sio mtu ambaye anaweza kufanya jambo kama hilo. Bwana upande wa pili huko aliletwa huko. I say. Anambia mashujaa, tusameheni eti. Asa aliletwa moja kwa moja katika mwili wa jamaa yako. Muangalia vizuri. Semeni. Nyie ndo mlimuua. Anambia hapana. Si hatujafanya hivi. Hatujamuua bado, mnakataa si ndio? Anambia mnawezaje kukataa katika hatua kama hii? Jamaa anambia hapana, sisi hatujafanya hivyo. Anambia hapana eti, sisi hatujafanya hivyo, hatujamuua mtu huyu. Hatujaua mtu huyu. Anambia ndio, hatujafanya hivyo. Anambia pumbavu ni. Bwana ile koti lilikuta katika sehemu ya tukio. Anambia ni kaka yetu.
Jamaa anadai ya kwamba ni kaka mkubwa. Hilo ni koti la kaka mkubwa. Anaambia yuko wapi? Yuko wapi sasa hivi? Anaambia hapana. Hii itakuwa kuna nani? Itakuwa bado tujaelewana kidogo. Anaambia wakati huo sisi tulikuwa tukioga katika mto fulani, lakini wakati huo alikuja mabanditi na kuchukua gwanda zetu eti. Anaambia itakuwa ni mabanditi. Anaambia haiwezekani. Hata hivyo pia mabanditi walichukua nguo zetu na kuondoka pale. Inasema yani kuna uwezekano mkubwa mabanditi ndo watu ambao wamefanya mauaji haya. Na so kaka Mo Xianlei anaambia dada, usidanganywe na maneno yao wapumbavu. Naamini kabisa kwamba muuaji itakuwa ni Mo Xianlei. Anaambia hapana, hawezi akafanya hivyo eti. Anaambia walinzi, kamateni hawa. Anaambia tusameheni mashujaa eti. Anaambia kuna usitofahamu hapo unaendelea eti. I say, da. Dada, anaambia mama alifia katika mikono yao eti. Sasa hivi pia kaka amefia katika mikono ya watu hawa. Hivi hii inawezekanaje? Anaambia itabidi kabisa kisasi kilipwe zidi ya mambo yote haya. Kisasi itabidi kilipwe juu ya mambo yote waliotufanyia. Anaambia ni miaka 23 sasa imepita toka mama afariki. Aise. Da. Asa kaka naye pia ameuawa na anaambia kaka tulia. Ambia birthday ya baba inakaribia eti. Tukiendelea kuongea kuhusu mambo haya inaweza ikatoa furaha ya baba alokuwa nayo. Yaani furaha ya mzee inaweza ikaondoka. Ambia hata hivyo pia itabidi tufanye kila kitu. Yaani baada ya birthday ya baba kupita au baada ya birthday hii nitahakikisha kabisa nachukua mwili wa kaka na kupeleka huko ili kutaka kisasi. Bwana tuachana tuingie moja kwa moja katika mji wa Guilan. Hapa ni Guilan. Anaambia kwa kutokana na vita ambavyo vipo sasa hivi, yani itatakiwa kukutuma wewe kwenda huko ili kututambulisha sisi. Anaambia kwa maana hiyo wewe ni kijana ambaye nakutegemea sasa hivi. Na hakikisha kabisa au na imani ya kwamba utafanya kazi nzuri kutuwakilisha huko. Anaambia mheshimiwa, vipi? Kunlun ni kubwa sana. Sisi tunaendelea tutalinda sehemu gani? Au tutalinda mji gani? Ambaye unamkumbuka Mo Xianlei, kijana ambaye nilikueleza kuhusu taarifa zake, si ndio? Anaambia kwamba hata pia hatujawahi kuongea tukiwa wawili kama hivi, lakini nasikia taarifa zake sana eti. Ni mtu ambaye ni mtu mmoja ambaye ni wa kivita sana. Anaambia ndio. Anaambia tumekutuma utaelekea moja kwa moja katika mji wa Beiyan. Na huko Beiyan utaenda pia utaongozana na vikosi kadhaa. Yaani kutakuwa kuna vikosi ambavyo utakutana navyo huko ambavyo pia vitakuweko huko. Ambao mmoja kati ya watu hao ambaye atakuwa akiongoza huko atakuwa ni Mo Xianlei. Ambia ndio mheshimiwa. Wakiwa hapa alikuja binti wa kuitwa Zinlai. Ambia master. Ambia muangalia sasa. Binti kasikia kwamba unaelekea huko, kaja hapa haraka. Ambia sasa hivi tulio kutunaongea na jamaa kuhusu kuelekea katika mji wa Beiyan. Ambia ndio. Ambia ndio, mwisho wa siku naenda kumuona baba eti. Naenda kumuona baba mkwe. Basi ni watu ambao wana mahusiano yao. Bwana, sasa upande wa pili tuje huku. Bwana kwa Wajapsi. Leo tunakutana jamaa mmoja mwenye sura mmoja ilokomaa kama mpunga. Bwana, huyu ni mheshimiwa ambaye anaongoza vikosi vya Kijapani. Alifika mpaka hapa. Bwana kwanza ikakulwa saluti moja ya kutosha. Ambia mheshimiwa, kama ulivyo order tayari tumevaa nguo za watu wa kawaida na tuko hapa kuhakikisha kwamba kazi yetu tunaifanya kwa ufasaha. Anaambia basi sawa. Nimewaiteni kila mmoja hapa, kuna mission ambayo nataka mkaifanye. Ambia hawa washenzi tayari wameanza kuandaa vikosi vyao na kutaka kupambana vita na sisi. Kwa maana hiyo bwana, ilikuwa ni episodi ya 4. Tukutane katika episodi ya 5 na Mr. Burudani mitamboni kama kawaida. Kwa maana hiyo kitu gani? Mzee anamaanisha nini kwa hilo? Bwana, katika episodi ya 5 tuna majibu ya kila kitu. Bwana, mzee amewaita, inaonekana kuna mission ambayo inatakiwa kuwapa. Inaonekana kuna mission ambayo iko ambao watu watatakiwa kufanya mission hiyo kwa ufasaha zaidi. Bwana,
Ni misheni gani? Tukutane moja kwa moja katika ya 5 episodi na Mr. Burudani mitamboni kama kada, tukizidi kabisa kusonga mbele. Kumbuka mashine safi wanaita Kunlun Heroes, mashujaa wa Kunlun. Na Mr. Burudani mitamboni kama kada, tukizidi kabisa kusonga mbele. Namba zangu ni zile zile kujumlisha 141558811. Unanipata kupitia WhatsApp kama Mr. Burudani the Jolly Voice. Na bwana, ya 4 tunaishia hapo tayari moja kwa moja katika episode ya 5, na mimi sina budi dhidi ya kusema bye bye, tukutane huko.